Nichukue nafasi hii kuwasalimu wote kabisa kwa uwezo, kwa nguvu na kwa ushindi wa jina la Yesu. Yesu wa msalaba, aliyeuawa kwa ajili ya dhambi za dunia kwa njia ya kumsulubisha. Kupitia jina lake na mahali pake ubarikiwe. Kwa kuuawa kwa Yesu, Mungu akutokee. Kwa damu ya Yesu, Mungu akuponye na magonjwa yako yote. Kwa damu ya Yesu, samehewe dhambi na makosa. Kwa uwezo wa huyu mfufuka, nasema salamu. Utashindana, lakini watashinda. Leo ningetaka tutafakari pamoja. Taratibu sana. Yani na wewe tu taratibu, tusipelekane haraka. Wala usinijibu bila kunisikiliza. Sababu kunyamaza kama kusema ni dhahabu, ni fedha. Basi kunyamaza ni dhahabu. Kama kusema ni fedha, basi kunyamaza ni dhahabu. Jifunze kunyamaza wakati mwingine. Usiongee maneno mengi kama umaliza maisha. Wala usipende kulaumu watu sana. Kama maisha umemaliza, bado unaishi. Unajua kesho ni ya Mungu na shetani. Sisi tumepewa leo. Maisha ni fumbo. Mfumbuzi wa fumbo la maisha ni Mungu mwenyewe. Kwa usiseme sana, maana bado unaishi. Usitukane ndoa ya mtu kati yako na miaka 3. Usitukane ndoa ya mtu kati yako na miaka 10. Usitukane ndoa ya mtu kati yako na miaka 20. Bado changa ndoa yako. Wengine na miaka 3. Hawakosewa zamani waliosema usitukane sana mamba, maana bado hujavuka mto. Watu ambao wanabidi tutukane mamba ni kama mimi msaupako hapa, nimeshavuka mto. Wanaweza nikatukana mamba, maana nimevuka mto na watoto na wajukuu. Nimefanya kazi ya Mungu karibu nusu karne. Najua kuinuka na kuanguka. Najua kulia na kunyamaza. Najua kupendwa na kukataliwa. Najua kuwa na hela na kukosa fedha. Najua kuheshimiwa na kudharauliwa na wengine. Lakini mwenzangu na mimi ndio kwanza ndoa yako ina miaka 7, watoto wako na miaka 3. Bado unaishi, usiseme sana. Bado unaishi. Kwa hiyo naomba tuongee taratibu. Hasa kuna watu katika maisha yetu huwa wanatupenda sana. Nataka nikuelekeze namna ya kuishi na watu ambao wanakupenda. Nikutahadharishe. Kwa kuwa upendo, Selemani anasema upendo una nguvu zaidi ya mauti. Upendo una nguvu zaidi ya mauti. Yaani kifo na upendo vikaa kwenye mizani moja. Upendo una nguvu zaidi ya kifo na mauti. Upendo ni Mungu, ni miongoni mwa tabia za msingi za Mungu Baba. Zile tabia za kihisia za Mungu: huruma, rehema, neema na upendo. Wacha zile tabia za nguvu, imani, miujiza, zile ni tabia za ubabe, mamlaka ile. Lakini za kihisia, nakosa lugha sahihi, nivumilie kusema za kihisia, ni za Mungu Baba. Upendo, huruma, rehema. Miongoni mwa zile ni upendo. Mungu ana imani nazo sisi, yeye hana imani. Imani ndio tunayo sisi binadamu zidi yake na ahadi zake. Upendo ulikuwa ndani ya Paulo, mtume wa kumpenda Mungu. Anasema hakuna kitakachonitenga. Heri nikose mavazi, nikose malazi, nikose chakula, lakini nisikiuke, nisiuasi, nisiutelekeze upendo wa Mungu kwangu. Nikose vyote, lakini sio upendo huu. Ni uasi upendo wa Mungu. Hakuna atakayenitenga na upendo wa mimi kumpenda Mungu. Zile amri 10 zote zile ukiziunganisha, Yesu anasema unazikuta mafungu mawili tu.
usiwe zote mafungu hili. Penda jirani yako kama unavyojipenda, ndipo utapata haki ya kuona ufalme wa Mungu. Tazama nguvu ya upendo ilivyo. Yaani umpende jirani yako kama unavyojipenda. Unahitaji kula baga, basi hakikisha jirani yako anakula baga. Na kama huwezi kumpa kila baga, usimuonee wivu. Unapenda kula sausage za kuku basi mpenda jirani yako ale sausage za kuku. Unapenda kuwa na gari nzuri, basi jirani yako hakikisha na gari nzuri. Kama huwezi kumpa, basi usimuonee wivu wala usimharibie. Vile vile ambao unapenda watoto wako wavae, wasome, basi huo moyo uwe nao kwa jirani yako. Kwa maana jirani watu upewa na Mungu. Maana jirani hachaguliwi. Unashangaa tu na jirani Mhaya, na jirani Mchaga, na jirani Muhindi, na jirani Msomali, una jirani Muislamu, na jirani Mkristo, na jirani mfupi, na jirani mrefu, na jirani mkorofi, na jirani mwema, na jirani haeleweki. Hukuchagua, ulishangaa tu huyu kao jirani. Kigezo cha kuona ufalme ni kumpenda huyo jamaa, huyo mama, huyo binti kama unavyojipenda. Afu unahama unampenda Mungu kwa moyo wote, kwa nguvu zote, kwa akili zote. Kila kilichoko ndani yako unakielekeza kumpenda Mungu. Hivyo ndivyo utastawi sana. Utakuwa mboni ya jicho la Mungu. Ulinzi wote wa ufalme wa Mungu utakuwa upande wako. Nazungumzia upendo. Sasa tukifika hapo tukubaliana, tunaanza kuona nguvu ya upendo. Kuna watu wanatupenda. Ogopa sana mtu anayekupenda. Ogopa sana mtu anayekupenda. Kuwa makini sana na mtu anayekupenda. Mtu anayekupenda hakosi kukuamini na kukutumaini. Wanasema kuna upendo na Kiingereza wanasema kuna upendo wa agape na kuna ule joy. Ule upendo ambao hauna sababu. Anakupenda kwa moyo wote kabisa. Akipata viwili, kimoja atakupa wewe. Anatembea kila baada ya masaa matatu, lazima akuwaze. Umejaa kwenye maisha yake. Bila sababu. Ni Mungu tu amewakutanisha. Waogope sana watu kama hao. Kwa nao makini sana. Sababu waogope hao tena nione. Waogope kwa maana ukiwatenda sivyo ndivyo, kinyume na matarajio na moyo wako kupenda, huwa wanakuwa wabaya kuliko adui anayekuchukia. Mtu anayekupenda akigeuza moyo akikuchukia, huwa anakuwa mbaya kuliko adui anayekuchukia. Wanaweza sikuzuru, kutendea ndivyo sivyo, lakini huwa wanahama 100%. Na kwako hawatarejea tena. Mtu anayekupigia simu kila wakati kujulia hali, anaulizia hali ya watoto wako, anasaidia na kuwapeleka shule. Ukishindwa wewe naye anashindwa, ukifurahi naye anafurahi. Watu kama waogope sana. Kwa maana kupenda hakukosi kulipa gharama. Kupenda hakukosi kulipa gharama. Kupenda kuna gharama yake. Yaani ili kutekeleza upendo wao kwako, kuna gharama wanalipa. Gharama ya muda, gharama ya hali ya mioyo yao, gharama ya kifedha. Kuna maadui, kuna watu wanawachukia hao wanaokupenda wewe kwa ajili yako. Kuna watu wametengwa na familia na marafiki waliosoma nao kwa sababu huyu jamaa anakupenda wewe. Anayeonekana mshenzi, kwa nini yuko na wewe?
ameacha familia imseme inavyosema, majirani, ndugu, kwa ajili yako. Anapambania maisha yako kwa sababu nini? Anakupenda. Wanaotupenda kuna wakati wanakubali kuacha vyote kwa ajili yako. Wanakubali kuonekana wajinga kwa ajili yako. Mtu anayekupenda akikosa mrejesho huwa akikutapika amekutapika. Kwa maana mtu anayekupenda pia huwa hawatukatii tamaa mapema. Wanaotupenda hawatukatii tamaa mapema, wanakuwa wametuvumilia mengi, lakini yamewafika shingoni, maji yamezidi unga. Hawakuachi kwa sababu wanapenda, wameshinikizwa na tabia yako mbovu ya kutoappreciate mema yao kwako, wakafika mara wakati tamaa zidi yako. Na ili kuponya jeraha ya kukuacha wewe, huwa inaochukua sio chini ya miaka 3, kwa maana waliachilia hisia zao zote za upendo kwako. Hisia zote za upendo waliachilia kwako. Wao wanakwenda wakiugua, wanawaza, wanawazua. Wenda mlifahamiana toka shuleni, jeshini, si wapi huko, kama wachungaji basi chuo cha Biblia mlikutana. Alikuwa anafunga kanisa, analeta kwaya kwako kutia moyo katika huduma. Ukiwa na semina, mchungaji mwenzako akose, anakuja kukutia moyo. Akisikia Wakristo wamekuasi, anaumia na wewe. Tunaona watu wanawachukulia poa, zungukuku, ulimwengu huko, wakikata tamaa. Ndio nimesema kuwa makini sana, muogope mtu anayekupenda. Akikupa kisogo, mwisho wa maneno. Wacha wabaishaji hawa, wanapenda sababu ni manager. Unawapaga chai, wana matumaini na wewe kama utawasaidia kuwa wabunge, achana nao. Utawasaidia kuwa madiwani, achana nao. Utawasaidia kutafuta scholarship Ulaya, achana hawa. Kuna wale ambao wanalipa gharama ili kudumisha uhusiano wenu. Wako tayari washinde njaa ili wewe ule. Wapo. Ndio Bwana kutaka mimi watunze watu kama hao. Mungu akupe neema. Hao ni watu adimu, hawapatikani kila siku. Na ndio maana kabla ya kukupenda, kufanya kwa sehemu ya mioyo yao, walikutafakari kwanza, wakajiridhisha kwamba wao watabeba samadi ya utu wako, wao wataheshimisha utu wako. Kamwe hawatasimama mtu ambaye anaziaki utu wako na heshima yako. Hawa watu ni kama Jonathan wa Biblia. Jonathan alikubali kugombana na babake Sauli kwa sababu na Daudi walipendana. Alikubali ukose ufalme, Daudi awe mfalme badala yake, sababu ya upendo. Jonathan, kitabu cha Samueli wa kwanza ukasoma. Kwa tayari kabisa Jonathan akose ufalme, Daudi awe mfalme. Wakaapizana Daudi, kwamba Daudi toka kiongozi, kwa kiongozi mimi nitakusaidia. Jonathan alipokufa, Daudi alilia machozi ya moyoni, kwamba rafiki yangu, ulikuwa na upendo zaidi ya mwanamke. Shujaa wewe. Ndampata wapi mtu kama Jonathan? Hasa kina Jonathan si wengi. Mungu akikunulia Jonathan wako, mtu anayekupenda, akupenda kabisa, mlinde, kaa naye vizuri. Ni watu adimu sana. Tena mwingine anakupenda upendo ambao nao kwako hata mama yako alikuwa hana. Usisifia hapa kwamba hakuna mwenye upendo kama mama, hakuna chochote. Kuna Mungu hata Biblia anasema wanawake wanaweza kuacha watoto. Mungu anasema, je, nimekuchora kwa kitanga cha mkono wangu, siwezi kusahau. Kama mwanamke anaweza kusahau, je, mwanamke anaweza kusahau mtoto wake? Baadaye Mungu anasema ndio inawezekana mwanamke akasahau mtoto. Wanawake wanatoa mimba, mheshimiwa, wanatoa vichanga, kwa mama mezaa anatoa kichanga huko.